Ibn Battuta TV. Mwangaza kwa umma. Ninaye kijana wangu, mdogo wangu, mwalimu wetu wa Qur'ani. Huyu si mwingine ni kijana Ismail, au anafahamika, mimi namuita kama Najash, lakini vile vile anafahamika kama Arabic Service. Na ukiingia kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwingineko, ukiandika tu Arabic Service unamuona na huduma zake. Allah mlipe katika kile anachokifanya. Mdogo wangu Ismail, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni furaha mimi leo kaka yako kusimama mbele yako na kukuhoji haya yafuatayo. Unasafiri leo kwenda Umra, tunasafiri pamoja. Hii safari kwako ina maana gani? Kwanza ni neema kubwa sana kwangu Allah kunichagua. Yani nikiangalia watu wengi hapa airport, wengi wanaenda China wapi, lakini mimi yani nimejiona bahati sana kwamba naenda kwenye mji ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo, alikuwepo na ameishi hapo. Kwa alhamdulillah, hii ni neema kubwa Allah kunichagua. Asante. Pasipoti yako uliwahi kuniambia kaka, nikipata pasipoti safari ya kwanza kabisa, aliniambia safari yangu ya kwanza pasipoti yangu nataka igongo muhuri wakati nakwenda katika miji mitakatifu ya Maka na Madina. Hilo pia kwako unajisikiaje leo? Alhamdulillah, nimetekeleza, na hiyo mimi niliweka azma sio tu kwangu mimi na yeye, ni kwa Allah kwamba ya Rabbi nijalie nipate hii pasipoti. Nikipata safari yangu ya kwanza mimi muhuri wangu upigwe ni wa dhahabu pale. Na hiyo ni ticket unajua ya wapi? Peponi. Janna moja kwa moja. Alhamdulillah. Na utakwenda kumsalimia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika viwanja vya Raudha. Na hili pia kwako lina mategemeo gani? Una nini ambacho pengine unatarajia kukiomba siku hiyo pale? Kwanza tukifikiria kipenzi cha umma wote ni nani? Ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwenda kumtembelea kwanza, yani nahisi naenda kuwa karibu naye sana. Nina mengi ya kuongea naye, kumshukuru kwanza. It means paka leo mimi ni Muislamu, nakula kwa mkono wa kulia, navaa vizuri, and then katufundisha yote hayo. Kwa hiyo kwanza naenda kumfikishia shukrani zangu bwana kwa kutuletea hii dini ya Uislamu, and then kitabu sunna alizotuachia. Kwa hiyo naenda leo kumueleza mengi. Licha ya hivyo ni nafasi ya kuomba pia dua kwa mimi kuwa naye karibu peponi. Alhamdulillah. Swali langu la mwisho, unafundisha Qur'ani mashallah, na ziko sura ambazo zimeteremka katika mji wa Maka, kadhalika na sura ambazo zimeteremka katika mji wa Madina. Bila shaka naamini unawaacha wanafunzi ambao kila siku unakuwa nao online kwa sababu ya kujifunza. Na juzi nimeona wakati unaposti juu ya safari yako hii, baadhi ya wanafunzi wameona kwamba mwalimu wao unasafiri, wakasema mashallah, tuombe dua na sisi tuitwe. Zile sura ambazo zimeteremka katika mji wa Madina, bila shaka utakwenda kuzisoma ukiwa Madina, na utawaambia wanafunzi wako hii sura ambayo nawafundisha imeshuka hapa mji wa Madina. Ni sura gani katika hizo ambazo unazo na utawafundisha wanafunzi wako? Moja ya sura bwana muhimu kwanza katika mji wa Madina, Suratul Kauthar. Hii sura kila mmoja anaijua, lakini wengi tunaiswali kwa ajili ya ufupi. Lakini hii sura imezungumzia mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hii ni moja ambayo nitakwenda kuisoma pale na tufahamu kitu gani hasa mpaka Mtume Allah anamwambia inna a'tainaka al-kauthar, kwa hakika tumekupa khairi nyingi. It's not all Muslim wamepewa hizo khairi, atakayemfuata mtume atazipata. A'tainaka, tumekupa wewe tu mtume khairi nyingi. So mtume wao amefundisha wewe uchague mke mwenye dini, alafu wewe uende kwenye degree, ujue kabisa hapo wewe unakosa zile khairi ambazo Uislamu umeeleza. Alhamdulillah. So sura nyingi sana tutakwenda kujifunza zilizoteremka Maka, na tutazisoma zile sehemu ambazo zimeteremkia insha Allah. Lengo ni kupata kile ambacho radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wote tunatarajia hicho. Naam. Asante. Na bila shaka haya ni yale mapenzi makubwa kabisa ambayo huwa tunayafanya tukiwa safarini. Tukikutana na watu maarufu lazima tuwape nafasi zao, waseme na wafurahie juu ya safari hii. Lakini nilisema la mwisho, lakini la mwisho zaidi, au sio? La mwisho zaidi, kuichagua Ibn Battuta kwako imekuwa, umeangalia nini hasa? Miasasa iko mingi, yani taasisi ama mashirika yako mengi. Kwa nini Ibn Battuta? Kwanza ni wakongwe, yani hicho mimi nahitaji niende sehemu ambayo sitokuwa na ile kwamba begi si limeuzito sijui nitakuwa hicho umeacha. Sasa mimi nichukua kwanza wakongwe kwenye kazi, and then wewe hapo unajua na kujua ni jamaa yangu. Mimi hichi ni cha pili kwamba naenda na Khamis Tembo,
mtu akupiga naye story pembeni ni naye kuonyesha machimbo. Inshallah. Basi kwa hakika ni furaha, ni mdogo wangu, ndugu yangu Ismaili, mwalimu wa Qur'ani Arabic Service. Ukiingia huko mitandaoni tafuta, na wewe ambaye unataka kujifunza Qur'ani hata kama hujawahi kufundishwa kokote, kupitia Arabic Service utajifunza Qur'ani na utaelewa maana yake. Yani hata kama alifu utaisoma miaka 10, yeye yuko tayari kukufundisha. Kwa hiyo usikose, usikate tamaa. Kwa hiyo usiache kutenga muda kwa ajili ya kujifunza kusoma Qur'ani, kwa sababu ndio kitabu ambacho utakwenda kuulizwa mbele ya Allah Tabarak Taala juu ya maisha yako kwa ujumla. Mimi ni Khamis Tembo, na hapa sasa tuseme kwa hapa tukuache wewe sasa ushuhudie safari yetu kwa ujumla kuanzia hapa Dar es Salaam mpaka katika miji mitakatifu ya Maka na Madina. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.